itatusaidia nini sisi? Au mimi na wewe leo hapa, au wewe hapo ulipo, itakusaidia nini mpendo wangu? Ukapata kila kitu hapa duniani lakini ukamkosa Mungu. Kazi yako itakuwa ni bure. Itakuwa ni bure. Kwa sababu maisha haya bila Mungu ni bure. Mali tukizipata bila Mungu tutazitumia vibaya, hasa nyie vijana mnaweza mkafa mapema pia. Mtakufa mapema kwa sababu ndipo anasa itakapoinuka juu yako. Ndipo uovu utakaposimama juu yako. Ulikuwa umefunzwa na mama yako vizuri, umefunzwa na baba yako vizuri kwamba mwanangu, uwe na heshima kwa watu, umheshimu kwa kila mtu, awe mdogo awe mkubwa, uwe na heshima kwao, uwaheshimu, usiwadharau. Lakini kwa sababu ya kile kidogo umechokipata, hata unakuta vijana wetu wa leo wanaanza kuwadharau hata na wazazi wao wenyewe. Mungu atusaidie sana. Tuna kizazi ambacho hakitaki kusikia maonyo tena kwa ndugu, hakitaki kusikia maonyo kwa wazazi wao, hakitaki kusikia maonyo hata kwa majirani zao. Wanasema sisi tumeshamaliza, ni umasikini tunawasumbua, ni uzee tunawasumbua. Hapana, mtumishi wa Bwana, sikia maonyo ya baba yako na mama yako ili uishi. Ninasema ukweli kwa sababu tunawasikiliza mama zetu na baba zetu ili tupate kupata miaka mingi ya kuishi hapa duniani. Lakini tutakapowadharau, tukaona hawafai, tukaona sisi ndo tunajua, hawa wamekuwa washamba, hawaelewi, hawajui kwenda na wakati, hawajui kwenda na miondoko ya kisasa. Wewe ambaye ni wa kisasa ukadharau, mwisho wako utakuwa mbaya. Ni kweli umepata pesa, ni kweli unacho kila kitu, lakini huna Yesu kijana wangu. Huna Yesu akuongoze. Maana anasema nitawaongoza, nitawaonyesha njia utakayoiendea. Leo una mali, huna kiongozi ambaye ni Yesu akuonyeshe njia kuiendea. Tunashangaa kijana wetu unakufa mapema. Tunakupoteza kwa sababu mali zinapozidi katika malango, pesa zinapokuwepo na matumizi nayo yanakuwa mengi, tunashangaa unaanza kubadilika. Ulikuwa uendi club, unaanza kwenda club. Kwa sababu ya nini? Pesa ipo. Ulikuwa na marafiki wa kawaida, leo unatengeneza marafiki wenye matawi ya juu wakubwa. Marafiki zako waliokuwa na kuombea umewasahau, watupa chini. Wale maskini siwezi kuwa nao. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Mwisho unakuwa mbaya. Nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, haitakufaidia kitu upate ulimwengu wote na vitu vyake vyote na anasa zake zote, halafu ukawa huna Yesu. Ni heri hizo mali uwe nazo na Yesu uwe naye. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Tujifunze kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli, wakati Mungu amemtuma Musa anatumwa kwenda Misri kuwatoa wana wa Israeli. Bwana alisikia vilio vyao. Wana wa Israeli walipokuwa wanalia kule, Mungu anamwita, njoo nikutume kawasaidie ndugu zako kule wako kwenye mateso. Wanaonewa na Farao. Mateso ni mengi. Wamezidishiwa kazi zao zaidi ya pale kazi walikuwa wanafanya. Kilio chao kimefika masikioni mwangu, nimesikia. Na machozi yao nimeyaona. Nenda kawaokoe. Musa anatumwa. Amefika, japo alienda kwa vikwazo vingi sana, lakini ashukuriwe Mungu. Baadaye tunaona Musa anaruhusiwa kuchukua wana wa Israeli na kuondoka nao. Ninakuja kwenye pointi ya kuondoka na wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakati wanaondoka, Farao anawaambia, sikilizeni waambieni, hapa nataka niwape onyo. Mtaondoka nyie wenyewe, si mmetaka kurudi kwa baba yenu, si mmetaka kurudi kwenu, nendeni nyie watu wazima tu. Walikubali wana wa Israeli? Hawakukubali, walikataa. Wakaambia, sikiliza, sisi unapotuona hapa, tutaondoka sisi na watoto wetu, tutaondoka na wazee wetu, tutaondoka na mifugo yetu, tutaondoka